Bwana Yesu asifiwe. Ni Papa Teddy katika kipindi cha vijana. Leo tuna mgeni, ni mama Teddy, mjakazi wa Mungu, mtumishi wa Mungu. Sijui ajitambulisha ili mjue kwa siku ya leo. Amekubali mwaliko wetu katika kipindi cha vijana. Mama, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Salma Aimé. Nakaa Kinama Gitega, barabara ya 11, namba ya nyumba 76. Hapo ndo nyumbani. Mimi ni mjakazi wa Mungu, tenda kazi pamoja na Yesu. Leo tuko katika kipindi cha kuongea na vijana wa Afrika. Vijana wa Afrika na mpango wa Mungu juu ya vijana wetu wa Afrika. Mpango wa Mungu tutaanza kwanza tusome katika kitabu cha Joshua sura ya 1 na aya ya 9. Kenda tusome. Tusome Joshua sura ya 1 mstari wa 8 na 9. Tusome katika jina la Yesu. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru? Uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Amen. Amen. Hapo Mungu alikuwa akimwambia Joshua, kwa sababu wakati Musa alipokuwa anataka ondoshwa, alimwandaa Joshua, na Mungu alipomuondoa Musa akamwambia Joshua maagizo hayo ya kwamba kitabu cha Torati kisitoke kinywani mwake. Ina maana hiyo Mungu alikuwa na mpango na Joshua, akamwambia asiogope wala asifadhaike, Mungu atakuwa naye popote aendako. Na hii sasa kwetu kama vijana wa Afrika, Mungu ana mpango na sisi. Ukijua jinsi Mungu anavyoandaa, ana haja sasa na vijana wa Afrika ili na wao wainuliwe kwa kipindi hiki cha kanisa la jioni. Ni wajibu wetu kama vijana wa Afrika. Wale wasiomjua Mungu wamtafute Mungu kwa bidii, kwa sababu Mungu ana mpango na sisi vijana wa Afrika, wa kike na wa kiume. Kwa sababu katika kitabu cha Yoeli, najua ni sura 2 mstari ndio unasaulika, lakini unatuambia ya kwamba siku za mwisho Roho akija kwetu, wana wetu watatabiri, vijana wataona maono. Haya maono ambayo Mungu anayasema sio maono ya kwamba alikuwa kwenye usingizi ndio akaenda kumaono. Ni maono ya vijana wao wa visioneri. Wanajua vitu, anaandaa vitu vitakachokuja mbele. Haviko tayari lakini viko mbele, yeye anaanza kuviangalia. Kwa hiyo Mungu ana mpango nasi kama vijana wa Afrika. Na mpango mkubwa ni kila mtu kujiandaa. Juu maono yako haitakuwa ndio maono ya mwingine. Kila mmoja ana maono yake kadiri Mungu anavyojalia neema. Maono yetu yako tofauti, lakini mpango wa Mungu madhumuni ya kwamba Afrika nayo iinuliwe. Wewe kama kijana, jiandae, anza kutafuta, nitafanya maono gani ili Mungu anijalie kwa hiyo maono yangu. Maana Mungu ana mpango na sisi. Ingawaje wazungu wanatuzungusha, wanazusha vya kuzusha, lakini mpango wa Mungu hauzuiliwi. Nazungumza na wewe kama kijana wa Afrika, ujue ya kwamba ni mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ukija kwa mwanadamu, Mungu anautimiza tu. Haya ninayokuambia na kuambia kuhusu unabii wa Mungu ambao alileta juu ya Afrika. Kama kijana wa Afrika, jitie nguvu, ufanye moyo wa ushujaa kama alivyofanya Joshua. Jitenge na vyote ambavyo vinakuzuru. Ujana sio kuachana na mapenzi ya Mungu. Ujana ni kusimama kwa mapenzi ya Mungu. Maana si wewe tu, tangu zamani alifanya. Joshua alikuwa kijana, Caleb alikuwa kijana, Yusufu alikuwa kijana. Vijana wengi tu walitembea mapenzi ya Mungu.
na Mungu akawafanikisha. Na hivyo Mungu ana mpango na vijana wa Afrika ili atende yale ambayo anaandaa kwa vijana wetu wa Afrika. Mtafute Mungu, simama mapenzi ya Mungu, na zaidi ya yote uwe na maono. Usiwe kijana wa kuzerera ovyo, wa kunywa bangi, wa kunywa pombe, unajivuruga, hauna hata maono moja ambayo unajiandaa ya kusema hiki ndo nitakachokifanya ili Mungu afanikishe mpango wangu. Ninachokusii kama kijana wa Afrika, ninachozungumza na wewe kama kijana wa Afrika ni kwamba uwe visionary, uone, uwe na maono, uwe na kitu ambacho unaandaa chenye utaanzia hapo, nawe umwambie Mungu, nisaidie kwa haya mafanikio. Amen, amen. Mama, nakushukuru sana kwa maoni hayo, kwa sababu Umugambi huyo. Nimekuwa wakati kunasema nimewaza swali 3. Swali ya kwanza ni hawa vijana ambao wanasema ndio kuwa na maono ni vizuri, lakini hatumhitaji kuwa Yesu. Kuna wengine wamefanikiwa, wamesoma, wanasema sisi tutatumikisha nguvu zetu, tutatumikisha elimu yetu, mambo ya wokovu, mambo ya kanisa, hayo hatuhitaji. Unawaambia nini vijana hao ambao ndio wamesoma, lakini wana franga, lakini hawataki wokovu, wanataka mambo yote kutoa moto wokovu? Hao nawaambia nini? Hao vijana ambao wana hela zao, wanajisikia kuinuka, hauwezi inuliwa, hauwezi jiinua mwenyewe. Kama unainuliwa kwa sasa, anayekuinua ni Mungu. Maana kuna wasomi wengi, wana vyeti, wamemaliza, lakini wao hawana pesa na wanakosa hata nafasi za kutumika, lakini wamemaliza masomo. Swali ni kwako kama kijana, jiulize, kwa nini wewe una nafasi za kutumika? Kwa nini wewe umeinuliwa? Kama si Mungu ni nini? Kama ungekuwa na busara ya kuchunguza na kuona ulimwengu jinsi ulivyo, ungejua ya kwamba anayekuinua ni Mungu. Na kama anayekuinua ni Mungu, lazima umfuate huyu Mungu. Juu ukimfuata huyu Mungu utainuliwa zaidi ya pale kwenye huko. Maana Mungu ana mpango na watu wa Afrika na vijana wa Afrika. Amen. Kijana unayetufuata katika kipindi hiki, unasikia kama una Yesu hakuna maisha. Maana yake unaweza kuwa na franga, unaweza kuwa na elimu, umesoma masomo mazuri sana, lakini mwanzo wa kila kitu ni kumpokea Yesu. Kama hujampokea Yesu, mambo hayo ataharibika kwenye usharati, ataharibika kwenye mambo yasiyokuwa mazuri. Swali la pili, mama, wanayotufuata wa vijana wa Afrika wao katika nchi za mbali, wao nawaambia nini? Vijana wa Afrika ambao wako nchi za mbali, ni mpango wa Mungu kwetu kama Afrika. Wenzetu huko wanapokwenda walishainuliwa zamani na Mungu, na ndio maana Mungu ameona arejee kwa Afrika kwa vipindi hivi vya mwisho. Kama kijana wa Afrika ambao umetumwa huko, kumbuka kuna siku Biblia inatuambia kwamba hakuna jiwe litakaokaa juu ya lingine. Ujue kuna siku tu vinaweza fika wakafukuzwa huko, kila mtu arejee sasa kwao. Kama wewe umekwenda huko muda wa kutosha, miaka ya kutosha, au kukuwa na maono ya nyumbani ulikotoka, ukifukuzwa utaishije? Utafikiria wapi? Utafanya nini? Lakini kama ulikuwa na maono ya kukumbuka sehemu ulikotoka, ya kutokea yakitokea, utajua ya kwamba natoka hapa nafikiria mwangu. Kama kijana wa Afrika hauna shida lolote, unakaa bila shida, bila tatizo, maana unajua niliandaa nyumbani kwetu, una yale maono ambayo uliyafanya kupitia kwetu. Amen. Na Mungu akubariki na aendelee kubariki wanaotufuata kwa sasa, wako nchi za mbali, wao na maono ya kuwaza Afrika, wasongeshe mbele Afrika nchi zao. Swali nyingine la tatu nitaka ugusie sana juu ya maono, vision. Kama kuna tofauti wa vision,
kunahitajika vision gani kwa vijana wanaotufuata kwa kipindi na wao watafuata baadaye? Vision, baba anataka nini? Waone nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe sana. Kuhusu vision tunasema kila mmoja ana maono yake. Kuna wale ambao wana maono kupitia elimu aliyoisomea, inamfanya yeye kuwa na maono kupitia ile elimu yake. Kuna walio na maono kusema mimi sijasoma ya kutosha, lakini maono yangu ni katika kazi ya Mungu. Na Mungu atamuinua kupitia hiyo kazi yake. Kuna wale walio na maono ya kusema mimi sijazama sana na vitu vya Mungu, lakini nina ujuzi yangu, akili yangu ya kuzaliwa nayo itamfanya yeye kuwa na elimu, au akili itamsukuma kuwa na vision fulani atakayoifanya na kuitembelea. Lakini pamoja na vyote vile, kusimama mapenzi ya Mungu itakufanya kuinuliwa zaidi ya akili yako. Maana anayemwongeza mwanadamu akili ni Mungu pekee yake. Amen. Anayemzidishia mwanadamu kwa vision ambazo anazitembelea au anazozitaka ni Mungu pekee yake. Utakuwa na maono madogo, lakini Mungu atakuzidishia zaidi tofauti na akili yako. Tunaweza kumbuka vijana wenzetu ambao walikuwa uhamishoni Babeli, Shadraka, Meshaki na Abednego. Mfalme akasema munichagulie miongoni mwa wale vijana wa Kiebrania mtakao niletea. Wakachagua Shadraka, Meshaki na Abednego na Danieli. Lakini walisema, maono yao ni wasukuma kusema hatuwezi kula vyakula vya mfalme kwa sababu viko kinyume ya mapenzi ya Mungu. Sisi tutakunywa tu ni uji wa mtama. Lakini kupitia uji wa mtama siku walionekana kwa mfalme, walionekana na afya bora zidi ya wale waliokula vyakula vya mfalme. Ina maana hiyo maono yako ukichanga na Mungu ndani yatakuwa na faida zaidi ya vile ulivyotarajia. Lakini maono ukiitia haina Mungu ndani, unaweza ukabarikiwa ni kawaida tu. Mungu ni baba wa wote, na akitaka kubariki anabariki. Hajali hali yako, hajali tabia, hajali mwenendo, anabariki. Lakini mbaraka wako utakuwa finyo zidi ya yenye ungekuwa. Kwa hiyo ungemtafuta Mungu zaidi ili mbaraka wako uendelee kuwa bora zaidi ya vile unavyotarajia. Amen, amen. Manake anayejenga kwenye mwamba mambo yake yatakuwa sawa, bora zaidi sana, na hakuna kitakaye sababisha ili mambo yajenga yasambuliwe chini. Na kushukuru sana mama kwa kipindi hiki ambacho umeongelesha vijana wa Afrika. Kabla ya kumaliza, sijui kama kuna kitu kingine ambacho unaweza kuambia vijana wa Afrika ambao wanafuata kipindi hiki. Vijana wa Afrika ambao wanafuata kipindi hiki, nawaambia kwamba Mungu awabariki. Amen. Mungu awatendee mema. Amen. Mungu awazidishie akili na fahamu. Amen. Awape hekima na maarifa. Amen. Ili watende mambo ambayo Mungu anawajalia kuitenda. Na wakumbuke Afrika yetu. Amen. Walio mbali na walio karibu, mtu anaweza kanikiwa na Mungu lakini hasikumbuke kujenga, asikumbuke kufanya mengine. Amekalia tu ni mazumuni yake kufanya matire. Lakini ninachowaombea ni kwamba Mungu awabariki, awape akili za kujenga, za kufanya mambo mengi, za kuwa na maono bao wa visionary, na watimize mpango wa Mungu kwa Afrika. Amen. 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 Asante sana, tunakushukuru na kwa kubali mwaliko wetu. Tukikualika nyingine siku utafika. Ndio. Asante sana na Mungu awabariki.